yatanilinda na tanuru, kote kote nieneze Injili. Rubani wangu takuwa ni Yesu, mchana jua takuweza na mawingu, kose kose yatanilinda na tanuru, kote kote nieneze Injili. Rubani wangu takuwa ni Yesu, mchana jua takuweza na mawingu, kose kose yatanilinda na tanuru, kote kote nieneze Injili. Njooni kwangu wana wangu, niwafunzeni kumcha Mungu, niwafunzeni kumcha Mungu. Anayependa maisha mema, maisha marefu ya roho mema, autawale ulimi wake. Njooni kwangu wana wangu, niwafunzeni kumcha Mungu, niwafunzeni kumcha Mungu. Anayependa maisha mema, maisha marefu ya roho mema, autawale ulimi wake. Maana mtu mwema huyatoa yaliyo mema, na mtu mbaya atatoa yaliyo mabaya. Utatoa hesabu kwa neno ulilolitoa, na kwa maneno yako wewe utahukumiwa. Maana mtu mwema huyatoa yaliyo mema, na mtu mbaya atatoa yaliyo mabaya. Utatoa hesabu kwa neno ulilolitoa, na kwa maneno yako wewe utahukumiwa. Mtawezaje kunena mema ili hali ninyi ni wabaya? Mtawezaje kunena mema? Kinywa cha mtu kitayanena yanayoujaza moyo wake, yanayoujaza moyo wake. Mtawezaje kunena mema ili hali ninyi ni wabaya? Mtawezaje kunena mema? Kinywa cha mtu kitayanena yanayoujaza moyo wake, yanayoujaza moyo wake. Maana mtu mwema huyatoa yaliyo mema, na mtu mbaya atatoa yaliyo mabaya. Utatoa hesabu kwa neno ulilolitoa, na kwa maneno yako wewe utahukumiwa. Maana mtu mwema huyatoa yaliyo mema, na mtu mbaya atatoa yaliyo mabaya. Utatoa hesabu kwa neno ulilolitoa, na kwa maneno yako wewe utahukumiwa. Basi tuweni na nyoyo safi, na tuyanene yaliyo mema, na tuyanene yaliyo mema. Tukiyanena yaliyo mema, tutaweza kumpendeza Mungu, tutaweza kumpendeza Mungu. Basi tuweni na nyoyo safi, na tuyanene yaliyo mema, na tuyanene yaliyo mema. Tukiyanena yaliyo mema, tutaweza kumpendeza Mungu, tutaweza kumpendeza Mungu. Maana mtu mwema huyatoa yaliyo mema, na mtu mbaya atatoa
ulilolitoa, na kwa maneno yako wewe utahukumiwa. Maana mtu mwema huyatoa yaliyo mema, na mtu mbaya atatoa yaliyo mabaya. Utatoa hesabu kwa neno ulilolitoa, na kwa maneno yako wewe utahukumiwa. Amen.
ulichopanda ndicho utavuna.
Tujihisi miguuni pake Yesu na tujaribu tuwezavyo kuleta rafiki zetu ili waweze kuja katika makambi haya. Mungu awabariki. Angalia pale nikaona chairman wa makambi ya Jogoo amefika hapo nasi. Hapo wave to the congregation. Karibu sana pastor. Karibu sana.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana, asante sana. Wanakwaya, ninasema ya kwamba Bwana awabarikie sana kwa wimbo huo mzuri ambao ni wimbo ambao unatupatia mwelekeo ya kwamba malaika hawa watatu ambao waliweza kutoa ujumbe mbalimbali. Naomba ya kwamba Bwana awe pamoja nanyi katika jina la Yesu. Na hata pia fundi mitambo, naomba ya kwamba pia Bwana aweze kuwabarikia kwa sababu ya shughuli ambayo mnaiendeleza kwa ajili ya kambi hili kuweza kufanikiwa. Na wale walio nje ambao pia wanasikiliza sauti hii, ninaomba pia Bwana aweze kuwa pamoja nanyi mahali popote ambapo upo na unasikiliza sauti hii. Wacha Bwana awe pamoja nawe. Katika kambi hili tutaangalia mambo mbalimbali. Na ndio maana ukiwa pale na unaweza kuwa na mahali pa kuandika, itakuwa ni jambo zuri. Na kama pia hauna mahali ambapo unaweza ukaandika, lakini unaweza ukashika tu kwa ajili ya kukumbuka makambi ya mwaka 2021 katika sehemu hii, basi pia itakuwa ni vyema. Kwa hivyo kila mmoja ana njia zake za kushika. Wengine wanasoma, ukisoma ndio wanaelewa au wanaendelea kukumbuka. Kuna wengine wakishika hivi basi wanaendelea kushika. Kwa hivyo ni vizuri. Wacha nyote mbarikiwe sana. Asante kwa kunikaribisha. Asante sana kwa kunikaribisha washiriki, wazee, hasa pastor ambaye amekuwa akinifuatilia hatua kwa hatua, na mzee pia Otori ambaye amekuwa akinifuatilia hapa na pale mpaka kufika kwangu hapa jana. Ninasema Bwana aweze kumbarikia pamoja na familia yake na washiriki. Asante kwa kuniombea. Asante pia kwa kunikaribisha. Bwana awabarikie sana. Kuna salamu ambazo nilipewa jana nilipokuwa ninakuja na Executive Director wa Kenya Coast Field ambaye anaitwa Pastor Daniel Kombeyeri, ambaye amewasalimia sana. Nasema ya kwamba ukifika Kisii na mahali ambapo utakuwa, basi wape salamu zangu katika jina la Yesu. Umezipokea? Pamoja na Pastor Ototo na Pastor Martin Wolpa na wengineo. Kwa hivyo asante sana. Wacha tuombe ili kwamba tuweze kuanza. Baba yetu miguuni pako tunajinyenyekeza. Twaomba ya kwamba unene nasi. Na Baba, ninaomba ya kwamba unishushe. Na Baba, uinuke ili Baba tusikie sauti yako. Ni kwa jina la Yesu Baba tunaomba. Amen. Amen. Timu yetu inasema I will go with the everlasting gospel. Na tunaposema ya kwamba camp meeting 2021, I will go. Bwana Yesu asifiwe. Tutaendelea mpaka uweze kuishika. Hata tukisema camp meeting 2021, I will go. Bwana wa mbingu apate kukubarikia sana. Wimbo ambao tumekuwa tukiuimba na tutaendelea kuuimba mpaka kambi hii iweze kuisha ni wimbo namba 107 ambayo inasema sauti ni yake Bwana. Na ndio maana wimbo huu ambao tutakuwa tunaendelea kuuimba, ninaomba ya kwamba uweze kutafakari. Anaposema ya kwamba sauti ni yake Bwana, kwenda nani tayari? Mavuno yanakawia,
nani atakayeyavuna? Kwa kudumu anaita, zawadi atatoa. Nani atakayejibu, nipo Bwana nitume? Na maneno haya ambayo hakika ni ya kutia moyo. Bwana ananena na watu wake. Na ndio maana anaposema sauti ni yake Bwana. Sauti, wapendwa, sio yangu. Anasema sauti ni yake Bwana. Kwa nini asema ya kwamba nikaona malaika mwingine akiruka? Kwa nini asema ya kwamba nikaona malaika mwingine akiruka? Nataka nikwambie mpendwa, malaika ni mjumbe. Ni mjumbe aliyebeba ujumbe kutoka kwa Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba ya kwamba usije ukasahau ya kwamba malaika huyu ambaye anaonekana, ambaye ana ujumbe na anapita katikati ya mbingu akiweza kuhubiri habari njema, akiweza kuhubiri habari njema, wote ambao wanakaa ndani ya dunia hii, anasema ya kwamba malaika huyo anaruka katikati ya mbingu. Kwa njia nyingine ni kwamba mjumbe huyo anaruka katikati ya mbingu, na anapokuwa anaruka, wapendwa, ana ujumbe wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Anapoenda hapa na pale, anaporuka hapa na pale, wapendwa, ni mjumbe ambaye ana ujumbe ambao Bwana amempatia kwa ajili ya watu wake, ya kwamba waweze kusikia sauti yake. Na ndio maana anasema ya kwamba reach the world, I will go with the everlasting gospel. Ya kwamba fikia ulimwengu kwa ujumbe huo ambao hakika Bwana ameutoa. Anasema fikia ulimwengu. Na anaposema fikia ulimwengu, pale ulimwenguni kuna wanadamu ambao wewe ni mwanadamu na mimi ni mwanadamu, na wale wote ambao wanasikia sauti hii, wapendwa, ni wanadamu. Na ndio maana anasema wafikie kwa ujumbe ambao ni wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anasema ni nani atakayeenda? Ni nani atakayeenda? Na ndio maana malaika mara moja ataweza kufanya nini? Ataweza kutoka na kuweza kutangaza habari njema. Ndio maana anasema hivi ya kwamba we need not only to understand it. Wapendwa, si kwamba tuelewe tu ya kwamba ninaelewa ya kwamba kuna sauti, ninaelewa ya kwamba kuna ujumbe, ya kwamba ninaelewa ya kwamba hakika kuna sauti ya Mungu au kuna ujumbe wa Mungu. Wapendwa, haijatosha kuelewa, wapendwa, haijatosha. Lakini anasema ya kwamba but also practice, ya kwamba niufanyie mazoezi. Nimeelewa, na baada ya kuelewa anasema fanya mazoezi kwa kile ambacho umekipata, kwa kile ambacho umekipokea. Na ndio maana anasema and live it in our own lives, ya kwamba niweze kuishi katika ujumbe ambao nimeupata, maisha yangu na maisha yako, ya kwamba niishi kulingana na ujumbe ambao Bwana amenipatia. Na ndio maana wapendwa, katika ujumbe huu ambao tutakuwa tunaangalia, ya kwamba tutauelewa na tena tutafanyia mazoezi na tena tutaishi katika ujumbe huo. Naomba ya kwamba hakika tutakapokuwa tunatazama pole pole, naomba ya kwamba uelewe na pia uweze kufanyia mazoezi, na tena ujumbe huo uweze kuishi ndani ya maisha yako, uishi kulingana na ujumbe jinsi ulivyo. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiria hao wakao juu ya nchi, na kila taifa na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake
imekuja. Ufunuo 14 aya yake ni ya 6 na ya 7. Kuna mambo ambayo tutayangalia kwamba mjumbe aliyetumwa. Jambo la pili, mjumbe huyu ambaye ametumwa, wapendwa, ana injili ya milele. Tena anasema mtukuzeni, mcheni yeye, mcheni huyo Mungu ambaye amewapatia ujumbe, ambaye ametupatia ujumbe. Anasema mcheni yeye. Baada ya kuwa nimeelewa, anasema tuweze kumcha yeye ambaye hakika ametutuma. Na jambo lingine, anasema tuweze kumtukuza yeye ambaye ametupatia ujumbe. Na ndio maana wanakwaya wameimba hapa. Kwaya nyingi tu zitaimba ndani ya kambi hili. Bwana Yesu asifiwe. Kwaya nyingi tu zitaweza kumtukuza Mungu. Na ndio maana tunasema wewe pamoja na mimi ambaye tutamtukuza Mungu wa mbinguni. Nataka nikuambie ni jambo njema, ni jambo ambalo linampendeza Mungu. Na jambo lingine ambalo tutaweza kuliangalia pia ni kwamba hukumu yake imekuja. Lakini kabla haijakuja, wapendwa, ni lazima atoe ujumbe. Naomba ya kwamba tuweze kuangalia Mwanzo 19 aya yake ni ya 1. Basi wale malaika wawili wakaja Sodoma jioni, na Lutu alikuwa amekaa mlangoni pa Sodoma. Lutu akawaona, akaondoka, akaenda kuwalaki. Akainama kifudifudi. Biblia inaposema ya kwamba wale malaika wakaja Sodoma jioni, walikuwa na ujumbe ambao walikuwa wameuleta kwa Lutu. Walikuwa wana ujumbe ambao Bwana amewatuma. Na ndio maana walipokuja Sodoma na Gomora, wapendwa, Lutu alizoea kupokea wageni. Lutu alikuwa ana tabia ya kupokea wageni. Na kwa sababu alikuwa na tabia ya kupokea wageni, akawaona kwa mbali wageni wanakuja. Na ndio maana Lutu akaweza kuwafuata. Na alipowafuata, wapendwa, akawakaribisha. Na alipowakaribisha, wapendwa, hakika akawaambia ya kwamba karibuni. Na ndio maana akashukuru na akaweza kuinama, na akaweza kuinama kifudifudi. Kwa njia nyingine ni kwamba aliweza kushukuru. Kwa nini aliweza kushukuru? Nimekuambia ni tabia ya Lutu aliyokuwa nayo, aliyofunzwa ya kwamba aweze kupokea wageni. Na ndio maana wageni walipoingia, wapendwa, hakika aliweza kufurahia. Na ndio maana Biblia inasema hivi ya kwamba malaika hawa walikuwa na ujumbe kwa Lutu. Kwa hivyo wakapokea mjumbe ambaye ana ujumbe ambao ujumbe huo, wapendwa, ni kutoka kwa Mungu mwenyewe. Na ndio maana Biblia inasema hivi, wale watu walipowaona wameingia ndani ya hilo boma, wakaanza kuwaendea. Hawakujua ya kwamba Bwana aliwatuma. Hawakujua ya kwamba wana ujumbe kutoka kwa Mungu. Hawakujua ya kwamba wameleta ujumbe ya kwamba waweze kuokoka, ya kwamba waweze kutoka Sodoma na Gomora na kuweza kuacha matendo mabaya ambayo walikuwa wanatenda. Hawakuelewa na hawakujua. Na ndio maana wakaanza kutenda namna hii. Katika kitabu cha Mwanzo 19 aya yake ni ya 12 na 14, Biblia inasema, basi wale watu wakamwambia Lutu, je, unaye mtu hapa zaidi, mkwe, wanao na binti zako na wowote walio nao katika mji, uwatoe katika mahali hapa? 13 inasema, maana tutapaharibu sisi mahali hapa, kwa kuwa kilio chake kimezidi mbele za Bwana, naye Bwana ametupeleka tupaharibu. Angalia mpendwa, wana ujumbe lakini hawataharibu kabla hawajawaambia. Na ndio maana wapendwa, walipofanya hayo yote, Lutu akajaribu, akawaambia msifanye hivyo. Wapendwa, msifanye hivyo, lakini wao wakazidi. Na ndio
malaika wakawachukua Lutu na wakaweka ndani. Wapendwa, nataka nikuambie, malaika wanatoa ujumbe ya kwamba tumeona mambo ambayo yanatendeka hapa, tumeangalia na kweli Bwana ametutuma maovu ambayo yako mahali hapa. Wapendwa, Bwana anatoa sauti hii ya kwamba hapo mahali ataharibu, lakini kabla hajaribu anasema kuna watu ambao wanakaa hapa, ambao ni wakwe, ambao ni wanao, ambao ni binti zako, na watu wote ambao wanakaa ndani ya mji huu, anasema uweze kuambia. Na ndio maana timu yetu inasema I will go, ya kwamba nitaenda, ya kwamba niwaambie, ya kwamba niwapatie habari ya kwamba mahali hapa kutaharibiwa. Lakini kabla hakujaharibiwa ni lazima onyo litolewe. Na ndio maana mpendwa, kabla hakujaharibiwa ni lazima onyo liweze kutolewa. Linatolewa kwa wanadamu, linatolewa kwa watu wote ambao wanakaa ndani ya dunia hii, ya kwamba hapa tutapaharibu. Ni onyo ambalo ni kali, ni onyo ambalo halina kona, ni onyo ambalo halikutoka duniani, ni onyo ambalo limetoka kwa Mungu mwenyewe. Na ndio maana anasema onyo hili ambalo linalitoa Lutu, enda. Lutu, enda, kwa sababu kilio chake kimefika. Kilio chake kimefika. Na ndio maana 14 anasema Lutu akatoka akasema na wakweze. Unaona ya kwamba Lutu anachukua hatua kwa sababu ameambiwa, na Lutu naye hakusita. Na Lutu akatoka akasema nitaenda. Na ndio maana ndani ya kambi hili, wapendwa, tutakaposikia ujumbe ambao unatoka kwa Mungu, wapendwa, nitaenda katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nitaenda ili kwamba niweze kutoa ujumbe huu. Na ndio maana anasema alipoenda kwa wakwezi waliowaposa binti zake, akasema ondokeni mtoke katika mahali hapa kwa sababu Bwana atauharibu mji huu. Lakini akawa kana kwamba anacheza machoni pa wakwezi. Hawakuja. Na wakaendelea. Lakini cha ajabu ni kwamba neno alilolitoa Mungu ndani ya dunia hii kwa watu wake, wapendwa, halitapita bure. Ni lazima litatimia, ni lazima litatenda kazi. Walipokataa, wapendwa, Lutu pamoja na familia yake, Bwana akawatoa. Na alipowatoa, wapendwa, mji aliuharibu. Na ndio maana wapendwa, nataka nikwambie, ndani ya dunia hii maasi ambayo yamezidi, Bwana anaendelea kutoa ujumbe, Bwana anaendelea kutoa onyo ya kwamba dunia hii itaharibika, dunia hii itaharibiwa. Lakini kabla haijaharibiwa, kuna watu wangu ambao wanakaa. Na ndio maana Wakaibosaji ametuambia leo asubuhi, na akatuambia kwa nini Yesu amechelewa, ya kwamba wewe usipotee, ya kwamba mimi nisipotee, ya kwamba nipate uzima. Na ndio maana ananivumilia. Na ndio maana mpendwa, hapendi nipotee. Bwana Yesu asifiwe. Hapendi nipotee, hapendi niangamie. Anapenda ya kwamba niweze kupata uzima wa milele. Ninaomba ya kwamba mpendwa, niangalie tena jambo lingine, ambaye ni mjumbe, ambaye Bwana anatuma wajumbe ndani ya dunia. Anaposema ya kwamba nikasikia malaika mwingine akaruka katikati ya mbingu, maana ana ujumbe, ana injili ambao ana habari njema ya kwamba dunia iweze kupokea habari hiyo njema. Na ndio maana Mwanzo 28 aya yake ni ya 11. Tunaangalia tena ujumbe mwingine ambao ulikuja kwa mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Yakobo.
Yakobo aliweza kutoka kwa sababu ya maasi au kwa sababu ya kukosa alikokosa, na ndio maana akakimbia, na ndio maana akaenda. Wapendwa, ni wapi ambapo wanaenda? Wapendwa, wanaenda kwa Laban. Mahali alikotoka ni mbali, na ndio maana mahali ambapo wapendwa yupo pia kuna shida, ni lazima aweze kuondoka. Lakini cha ajabu ni hiki: Yakobo alipoondoka kuelekea kwa mjomba wake Laban, wapendwa, njiani aliweza kuwa na mawazo mengi kwa sababu ya makosa aliyokuwa ametenda, kwa sababu ya jambo ambalo alikuwa ametenda, na ndio maana akawa anahuzunika. Na ndio maana mahali ambapo anaenda, wapendwa, hakika hajui atapokelewa namna gani, na mahali ambapo anaenda, wapendwa, hajui kwamba atapitia nini njiani. Na ndio maana mawazo mengi ambayo Yakobo aliyapata, wapendwa, yalimhuzunisha. Na ndio maana alipokuwa anatembea katika hali hiyo, alipokuwa anatembea, wapendwa, amejaa huzuni, amejaa hali ambayo sio nzuri. Lakini Biblia inasema maneno haya katika aya yake ya 11: akafika mahali fulani, akakaa huko usiku kucha, maana jua lilikuwa limekuchwa. Akatwaa jiwe moja la mahali pale, akaliweka chini ya kichwa chake, akalala usingizi pale. Wapendwa, unapoangalia fungu hili, anaposema ya kwamba hakika akafika mahali fulani, wapendwa, amechoka, amefika mahali fulani, wapendwa, hajakula, wapendwa, amefika mahali fulani, wapendwa, amechanganyikiwa kimawazo, wapendwa, ni usiku ambao hakika hajui ni nini ambacho kitatokea na mahali ambapo wanaenda. Angalia jinsi ambavyo hakika Yakobo alivyokuwa na mawazo mengi juu ya mambo aliyoyatenda. Na kuna uwezekano wewe pamoja na mimi ya kwamba kuna mambo ambayo tumeyatenda ambayo hayatatupatia amani. Wapendwa, tumesafiri, wapendwa, tumeenda, wapendwa, tumekaa, lakini wapendwa, tuna msongo wa mawazo ambao hautupatia amani. Na ndio maana wapendwa, ninakaa katika hali ambayo ninajiuliza maswali. Na ndio maana Biblia inasema ya kwamba hakika akatoa jiwe moja la mahali pale, akaliweka chini ya kichwa chake. Hata mto ile tunasema ni pilo ambayo aweze kukaa, ya kwamba mahali ambapo amezoea, lakini sasa yuko mahali ambapo ni pageni, mahali pabaya. Wapendwa, hata mahali pa kulala inakuwa ni shida, mahali pa kuweka kichwa chake ni shida. Na ndio maana akachukua jiwe ambalo lina kona nyingi, jiwe ambalo liko rafu, jiwe ambalo halina sura, ambayo hakika unaweza ukaliweka na ukasema utailalia vizuri. Wapendwa, akachukua jiwe hilo, na ndio maana akaweza kulala mahali pale, ikawa ndio pilo yake. Na ndio maana alipoweka, wapendwa, nataka nikuambie, Mungu hafurahi ya kwamba mwanadamu anapokuwa anasumbuka. Mungu hafurahi mwanadamu anapokuwa na mawazo mengi, amekuwa na msongo katika kimawazo, anapokuwa anasumbuka, anaenda hapa na pale. Wapendwa, mbingu haifurahi, wapendwa, mbingu haifurahi. Na ndio maana Mungu anatoa jawabu. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa umetatizika, Bwana anatoa ujumbe wake. Unapokuwa umefikia mwisho kimawazo, Bwana anatoa suluhisho. Na ndio maana Biblia inasema maneno haya katika 12, anasema akaota ndoto, na tazama, ngazi imesimamishwa juu ya nchi, na ncha yake imefika mbinguni. Tena tazama, malaika wa Mungu wanapanda na kushuka,
malaika wa Mungu wanapanda na kushuka ngazi ambayo ameiona, mahali ambapo amelala. Wapendwa, malaika wa Mungu wanapanda na kushuka. Hiyo ni kusema nini? Ya kwamba hata kama wewe ni mwenye dhambi, hata kama wewe ni mbaya, Bwana anakupenda bado katika jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana anakushughulikia, na ndio maana hatakuacha, na ndio maana anasema ya kwamba malaika hawa ambao ni wajumbe, nani aliyewatuma mpendwa? Aliyewatuma ni Mungu Muumbaji. Bwana Yesu asifiwe. Aliyewatuma ni nani? Ni Mungu. Mungu akawaambia malaika, endeni mpaka kwa Yakobo, mahali ambapo amekaa, mahali ambapo amelala, mahali ambapo anaona ya kwamba amefikia mwisho. Nendeni mkampatia habari njema ya kwamba bado nipo pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Niko pamoja naye. Unajua wakati unaweza ukapitia kipindi ukaona ni kana kwamba Mungu amekuacha, ukaona ni kana kwamba uko peke yako, ukaona ni kana kwamba hakika umefika mwisho wa safari. Nataka nikuambie, mahali ambapo umefikia mwisho wa safari kulingana na mawazo yako, nataka nikuambie hapo Mungu anajidhihirisha katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Labda niulize, ni mambo gani ambapo unapoyaangalia hivi unaona ya kwamba umefikia mwisho? Ni mambo gani unapoyatazama unaona ya kwamba umefikia mwisho? Nataka nikuambie ya kwamba unapoona ya kwamba umefikia mwisho, Yesu yuko hapo. Na ndio maana aya ya 13 inasema, na tazama Bwana amesimama juu yake, akasema mimi ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni tumaini. Hata ungesema amina kubwa sana, kwa sababu ya kwanza, yaani Bwana anajidhihirisha mwenyewe kwako. Anasema mimi Bwana nimesimama katika shida zako, nimesimama ndani na nje, ya kwamba nimefikia mwisho. Unaona ya kwamba siwezi kuendelea, anasema nimesimama juu yake. Mwambieni ujumbe huo ya kwamba nimesimama juu yake. Na ndio maana anasema mimi ni Bwana Mungu wa Ibrahimu baba yako na Mungu wa Isaka. Nchi hii uilalayo nitakupa wewe na uzao wako. Angalia matumaini ambayo anapewa. Bwana Yesu asifiwe. Anapewa matumaini ya kwamba yeye ambaye amesimama, wapendwa, ni Mungu wa Ibrahimu aliyekuwa pamoja naye, akatembea naye. Wapendwa, huyu Mungu ambaye amesimama kwako, wapendwa, bado ni Mungu yule yule ambaye hakika atakuinua. Alivyomuinua Ibrahimu, atakuinua na wewe katika jina la Yesu. Kwa hivyo siwe na wasiwasi. Akamwambia ahadi hizi, na ndio maana ahadi hizi ni zangu, ahadi hizi ni zako. Anasema mahali hapa ambapo unalala, mahali hapa ambapo hakika unalala wewe, nitakupa wewe na uzao wako. Bwana Yesu asifiwe. Pengine siku nyingine tutaangalia hili linasema nini katika maishani mwetu. Anaposema hapa mahali ambapo upo, wapendwa, atapafanya kuwa mibaraka baada ya dhambi kuondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Hapa na tutakaa milele, na tutakaa salama, kwa sababu Bwana yuko pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. 14 anasema na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi, nawe
ilienea upande wa mashariki, na utaelekea upande wa magharibi na mashariki na kaskazini na kusini, na katika wewe na katika uzao wako jamaa zote za dunia watabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Anaposema lugha, anaposema jamaa, anaposema taifa, anasema ahadi hizi Bwana amezitoa, na ndio maana Bwana ametoa ujumbe huu kwa watu wake, ambao mmoja wao ni wewe, ambao mmoja wao ni mimi. Anasema ya kwamba akaaye magharibi, akaaye mashariki, akaaye kaskazini, akaaye na kusini, ni baraka hii anasema ya kwamba Bwana ameahidia katika jina la Yesu. Ameahidia katika jina la Yesu. Na ndio maana anasema hivi ya kwamba aliposikia maneno hayo, Yakobo alifurahia na akasimama na akawa na ujasiri tena, ambao ile hali ya kuchoka aliyokuwa nayo, wapendwa, alijihisi ya kwamba iko na nguvu, alijihisi anaweza kuendelea na safari. Nani ambaye alimtia nguvu? Mungu Muumbaji. Na ndio maana mpendwa, wewe unayekaa hapa, huenda umechoka kwa njia fulani, huenda umechoka kwa njia fulani, unajielewa tatizo lile ambalo uko nalo, tatizo lile ambalo limekusonga, tatizo lile ambalo unaona ya kwamba hauwezi kuendelea. Lakini nataka nikuambie mpendwa, hakika Bwana yupo kwa ajili ya kukutia nguvu na kukutia moyo katika safari hii ya matumaini, ili kwamba uweze kwenda, uweze kusafiri, na uweze kuwa na tumaini, na uweze kujaa mibaraka ambayo inatoka kwa Mungu Muumbaji. 15 inasema, na tazama, mimi nipo pamoja nawe, nitakulinda kila uendako, nami nitakuleta tena mpaka nchi hii. Tena anarudia tena mara ya pili. Alimwahidia mara ya kwanza, na ndio maana anaendelea, anamwambia kwamba hakika enda, nitakulinda, safiri, nitakulinda, lakini nitakuleta tena katika nchi hii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie, haya yote ni kwa sababu ya Yakobo. Alipojiona ya kwamba yeye hafai, alipojiona ya kwamba hawezi kuendelea na safari hii, alipojiona ya kwamba ni heri maisha yake hata yaweze kuisha, heri angekufa, heri angeliwa na wanyama, heri angeweza kufa. Lakini Bwana hapendi mwanadamu ya kwamba aweze kufa akiwa hana tumaini, na ndio maana daima analeta ujumbe kukupa wewe tumaini. Na ndio maana 15 anasema, kwa maana sitakuacha hata nitakapokufanyia hayo niliyokuambia. Ninarudia tena, anasema kwa maana sitakuacha, sitakuacha. Yakobo alipojihisi ya kwamba amekosea, aliweza kwenda, akafikiria kukimbia ndio kuwa salama. Lakini nataka nikwambie, kukimbia sio salama, lakini kuwa ndani ya Yesu ni salama katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana yeye alifikiria atapata amani anapokimbia. Kuna wengine wanasema nitakimbia, na au nitajiua, au nitatoka katika kanisa hili, na ndio maana nitakuwa na amani. Maana hapa sina amani, ninapojaribu sina amani. Lakini nataka nikwambie mpendwa, usikimbie. Hata kama wewe ni mwenye dhambi, Bwana anakupenda katika jina la Yesu. Ndio maana wimbo mmoja ambao utawimba anasema ya kwamba katika wenye dhambi ndimi mkuu wako,
alikumpa akamimina damu ni upate uzima. Bwana Yesu asifiwe. 16 inasema Yakobo akaamka katika usingizi wake akasema, kweli Bwana yupo mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Alipoamka katika usingizi wake na yale yote aliyoyaona na vile ambavyo Bwana amemwambia, na akamwambia sitakuacha, na akamwambia nitakulinda, na akamwambia nitakubarikia, aliamka. Na alipoamka, wapendwa, akajua kumbe Bwana alikuwa mahali hapa. Kumbe Bwana yuko mahali hapa. Mimi ninaona ya kwamba kuna shida. Mimi ninaona ya kwamba hakika sina amani. Mimi ninaona ya kwamba kuna magonjwa. Ninaona ya kwamba kuna vita. Ninaona ya kwamba kuna changamoto ambazo zinanizunguka hapa na pale. Lakini kumbe Bwana yuko mahali hapa. Kumbe Bwana yuko pamoja nawe. Na ndio maana ninarudia nikisema Bwana yuko ndani ya kambi hili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana yuko ndani ya kambi hili. Na kama yuko ndani ya kambi hili, yale aliyoyasema, yale ambayo alimwambia Yakobo, atamfanyia wewe pamoja na mimi katika jina la Yesu. Kwa sababu Bwana yuko mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Yuko mahali hapa. Yuko ndani ya kambi hili. Anatembea ndani ya kambi hili. Na kwa sababu yuko ndani ya kambi hili, atakupatia amani. Na kwa sababu yuko ndani ya kambi hili, wapendwa, hakika atakuinua mahali ambapo umeshuka. Bwana atakuinua katika jina la Yesu. Mahali ambapo unaona ya kwamba hakika hauoni mbele, Bwana atasimama na wewe katika jina lake. Na ndio maana anasema kwa sababu yuko mahali hapa nitamwimbia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu yuko mahali hapa, wapendwa, nitamtukuza. Wapendwa, kwa sababu yuko mahali hapa, hakika ninasikia pumziko ndani ya maisha yangu, kwa sababu yuko mahali hapa. Na ndio maana anasema Yakobo, wala mimi sikujua ya kwamba Bwana yuko hapa. Yeye hakuelewa, lakini Bwana yuko hapa. Lakini wakati alipoelewa, wapendwa, anasema 17, naye akaogopa akasema, mahali hapa panatisha. Kama nini? Bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu, napo ndipo lango la mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hapa siko ninajua, lakini kumbe ni lango la mbinguni. Kumbe ni mahali ambapo Bwana ananiandaa kwa ajili ya kuja kwake. Kumbe mahali hapa ndio mahali sahihi. Na ndio maana anasema hapa Bwana yupo. Na kwa sababu yupo, wapendwa, akasema nitamuinua, nitamtukuza, nitalisifu jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Luka 2:13 na 14, Biblia inasema mara walipokuwa pamoja na huyo malaika, wingi wa jeshi la mbinguni wakimsifu Mungu na kusema, 14, atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe na amani kwa watu wote ambao Bwana amewaridhia. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana wakasimama wakasema, Bwana na atukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Methali 25. Hawa ambao wanamtukuza Mungu wa mbinguni, kuna kitu ambacho kimetendeka ndani yao. Hawa ambao hakika waliweza kusema na atukuzwe na wakamsifu Mungu, ndani yao kuna kitu kilitendeka.
na kwa sababu kilitendeka, wapendwa, hawangeweza kunyamaza. Hawangeweza kunyamaza. Na ndio maana Biblia inasema hivi, Methali 25 aya yake ni 25. Maandiko yanasema, kama vile maji ya baridi kwa mtu mwenye kiu, ndivyo ilivyo habari njema itokayo katika nchi za mbali. Anasema kama ilivyo maji baridi. Wewe unasikia kiu, unatamani uweze kupata maji, na ndio maana upate maji baridi. Wapendwa, unapoyakunywa hivi, unasikia inakata kiu yako, unasikia ya kwamba una amani. Na ndio maana anasema ndivyo ilivyo habari njema kwa wote wanaoipokea ndani ya maisha yao. Wanasikia amani, wanasikia utulivu, wanasikia kuburudika, wanasikia kuweza kuimba na kuweza kumsifu Mungu aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ndivyo ilivyo habari njema. Na anaposema habari njema, nataka nikuambie mpendwa, ni kwa sababu wameipokea. Wale waliokuwa na habari, waliopata habari njema, hawakunyamaza. Hawakunyamaza. Kwa sababu gani? Wamepata utulivu, wamepata amani, wamepata suluhisho ndani ya maisha yao. Hivyo hawangeweza kutulia, waliweza kwenda. Na ndio maana ndani ya mwaka huu tunasema tutaenda na ujumbe tumeupata kutoka kwa Mungu na tumeukubali. Wafalme wa Pili 7 aya yake ni ya 9. Mnajua kisa hiki kilichotendeka cha wale wenye ukoma wanne ambao walisema tukikaa hapa tutakufa, tukienda tutakufa, lakini tumeamua. Na ndio maana walipofanya maamuzi wakasema tunaenda, kama ni kuuawa wacha tuuawe, maana hapa tutakufa kwa sababu ya njaa na tena kwa sababu ya magonjwa ambayo tuko nayo, lakini tunaenda. Uamuzi waliofanya wapendwa, ninaomba ya kwamba iweze kuwa ni uamuzi ambao ndani ya kambi hili wapendwa utaufanya ndani ya maisha yako na maisha yako ya umilele, ya kwamba nimeamua. Na ndio maana wakaamua. Aya yake ya 9 inasema, ndipo wakaambiana, mambo haya tufanyayo si mema. Kwa nini? Kwa nini waseme namna hiyo? Walipokuwa wanaenda lile jeshi la Shami, kwa sababu walikuwa wako na ukoma, miguu yao imekatika, vidole vyao vimekatika vidole. Kwa hivyo katika hali ya kutembea hawakuwa wanatembea katika hali ya uzuri. Na ndio maana ile hali ya kujitetea kwa sababu ya miguu yao, kwa sababu ya kutembea, ile hali ya kujitetea, kumbe Bwana ametia nguvu ndani ya miguu yao katika hali ya kukanyaga. Washami wanasikia mshindo mkubwa ambao hakika unakuja. Na kumbe wao walikuwa wanajitetea. Wanapokuwa wanajitetea kwa sababu ya shida zao na uamuzi ambao wameamua, Bwana aliwatia nguvu katika jina la Yesu. Na ndio maana mpendwa, unaweza kuwa pengine unajitetea kwa njia fulani, maana wewe unajielewa. Na kwa sababu umefanya maamuzi na unajua kweli hauna uwezo wa kupigana na Washami, lakini umeamua, Bwana atakutetea katika jina la Yesu. Atakutetea. Na ndio maana Washami wakakimbia. Na Washami walipokimbia kwa sababu ya ule mshindo, wakaweza kukusanya vyakula, wakaweza kuweka, wakaweza kuficha hapa. Lakini wakaambiana tena. Unaona tena ni watu ambao wanakaa na kufikiria
hili tunalolitenda si zuri. Tumekaa sana na tumeendelea. Tumekaa ndani ya kanisa hili, hatujaenda. Tunakula kila wakati na hatuendi. Hapana. Na ndio maana wanasema tumekula, mengine tumeweka. Hili tunalolifanya si jema. Na ndio maana tena wakaamua, Bwana Yesu asifiwe. Wakaamua, wakasema leo ni siku ya habari njema. Tena wanarudia tena, leo ni siku ya habari njema. Kwa nini? Kwa sababu Bwana amewatendea. Bwana amewaokoa. Bwana amewasaidia. Bwana amewainua. Kwa nini waendelee kukaa? Hii tunayofanya si vyema. Leo ni siku ya habari njema na sisi tunanyamaza. Na sisi tunanyamaza. Wenda kabisa pamoja nawe umenyamaza kwa muda mrefu na ujumbe uko nao. Enda ni kwa njia ya uimbaji, enda ni kwa njia ya utendaji ndani ya kanisa hili. Wapendwa, usinyamaze, simama katika jina la Yesu. Kama ni kwaya, imbeni katika jina la Yesu. Usinyamaze. Na ndio maana anasema hivi, mkingoja hata kutakapopambazuka, madhara yatatupata. Basi twende tuwaambie watu wa nyumba ya mfalme, tuwaambie nyumba ya mfalme ya kwamba kuna habari njema. Uamuzi ambao wapendwa waliuchukua. Warumi 1 aya yake ya 16, Biblia inasema, kwa maana sionei haya Injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminiye, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Anasema sionei haya Injili. Kwa sababu gani? Bwana amembadilisha. Bwana amemuinua. Na ndio maana leo, kama umepata habari njema na Injili hii uliipokea, wapendwa, ndani ya kambi hili usinyamaze. Inuka katika jina la Yesu. Inuka katika jina la Yesu. Mahali ambapo unaona ya kwamba umekwama kama Yakobo, mwambie Bwana. Na Bwana yuko tayari. Na Bwana yuko pamoja nawe. Bwana akupatie matumaini hayo katika jina la Yesu. Tusimame. Tusimame. Ninaomba ya kwamba Mungu anaponena na watu wake ndani ya ulimwengu huu kwa ujumbe huu wa milele, ninaomba ya kwamba daima azidi kunena nami katika jina la Yesu. Daima azidi kunena nami. Kuna uwezekano nimenyamaza kwa njia fulani. Bwana, ninaomba ya kwamba anisaidie katika jina la Yesu. Naweza kuwa pengine nimekwama kwa sababu ya shida fulani, nikasema mbele hakuendeki, ni usiku. Lakini nataka nikwambie mpendwa, mahali ambapo upo, Bwana yuko pamoja nawe katika jina la Yesu. Ndani ya kambi hili, Bwana yuko pamoja naye. Bwana yuko pamoja nasi. Tumulilie na tumwambie, Bwana, tushike kwa mkono wako, utuinue hali zetu za kiroho, ili kwamba tuweze kuona uwepo wako ndani ya kambi hii. Mungu atubariki katika jina la Yesu. Acha tuombe. Baba yetu, Mungu wetu, mfalme wetu, mkombozi wa maisha yetu, tunakushukuru kwa sababu ya kutupenda. Tunakushukuru kwa kutupatia ujumbe. Tunakushukuru kwa
kwa kuendelea kunena nasi. Licha kwamba tuwenye dhambi, lakini Baba hauachi kunena nasi. Twaomba Yesu, unajua changamoto ambazo tuko nazo. Wengine wako pale nyumbani, wengine wako pale kazini, wengine wako mahali popote pale. Wanajiona ya kwamba wamefikia mwisho wa maisha. Naomba Yesu, mkono wako uweze kuwa juu yao. Na Baba wa mbingu, uweze kuwainua katika jina la Yesu. Baba, ninaomba ya kwamba Mungu uweze kuwapatia mwanzo mpya wa kuendelea na safari hii. Yesu ukiwa pamoja nasi. Asante Mungu wetu kwa sababu umetusikia. Tubariki daima, ni katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Amen.